Hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu wala hatubahatishi. Hakika tunaye Mungu. Yes, naitwa Aniani, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Usikose kutazama ama kufuatilia Bella TV. Bella TV iko pale kwa ajili yako. Asante sana. Yes, tulikuwa katika uzinduzi wa kwaya ya Uliankulu, lakini pia tuko na waimbaji ambao wamefika mahali hapa kwa ajili ya kusupport waimbaji ambao walikuwa wamealikwa na kwaya hii kubwa kabisa. Hapa niko na mwimbaji wa nyimbo za Injili, bila shaka wengi tunamfahamu kwa sababu amekuwa akibariki maelfu ya watu wengi. Tushamu Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Amina. Kwa ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza kupitia Bella TV, tujitambulishe majina yako japokuwa wengi hasa tunakufahamu. Asante sana. Najulikana kwa jina la Aniani. Niliimba wimbo wangu wa kwanza, hakika tunaye Mungu. Tisha umo madam bana. Hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu katika mipango yote. Hakika tunaye wala hatubahatishio. Yes. Okay. Tumealikwa hapa na tumealikika, tumefika. Mimi nilikuwa natafakari ni waimbaji ambao walifanya vizuri na bado wanaendelea kufanya vizuri ndo wamealikwa, ama hii ilikuwa vipi? Ni mwaliko vile ambao umeupata ilikuwaje? Kwanza hii ni kwaya ambayo ni ya siku nyingi sana. Na kwa mimi kwa wao tunafahamiana. Japo pia ambaye ameandaa yule mratibu wao ndiye anayenifahamu zaidi. Kwa hiyo nilipata mwaliko kupitia mratibu ambaye ameandaa hii event. Na kwa mimi nilifurahi kwa sababu kuna vitu vingi, jamani, wanasema ng'ombe mzee hazeeki maini. The way ambavyo wao wamekuwepo kwenye hiyo miaka, nafikiri wameimba tukiwa hata hatujazaliwa. Si umesikia historia yao. Kwa hiyo mimi nimepata hamasa kwamba kumbe na mimi kuna kitu wamekiona ndani yangu. Sasa siendi tu kuhudumu, lakini naenda kujifunza kutoka kwao. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwamba nimekuja, kuna vitu pia nimejifunza kutoka kwao. Unajua, mfano yule baba mzee kabisa, unajua mzee kabisa, lakini anafanya kwa nguvu zake mpaka sasa. Kwa hiyo inatupa hamasa sisi kwamba hata kama tumeanza, sio tunaishia hapa, tuende mpaka vizazi vya mbele waje wakute kwamba kuna sisi. Yes. Wewe kama wewe, kitu gani ama vitu gani ambavyo leo umeondoka navyo kupitia hii kwaya, hata kama leo ndio muda mrefu umekuwa ukijifunza kupitia kwaya hii? Mimi ambacho ninaondoka nacho kwanza ni ile zeal ama commitment, kujitoa kwao, hawakati tamaa. Ni watu wazima, ukiangalia pale ni wabibi wengine, ukiangalia kwamba bado wana shauku ya kumtumikia Mungu. Sisi wamenikumbusha waimbaji fulani wako Marekani wanaimba wakiwa bado ni vibibi na vibabu. Hapa Tanzania hii ni kwaya ya kwanza ambayo ina bibi na babu ambao bado wana shauku, hamu ya kuendelea kumtumikia Mungu. Kwa hiyo mimi wamenipa deni kwamba kile ambacho nimekipata kutoka kwao niendelee. Unaona, nimeanza ndio kuimba. Je, hapa ndio mwisho wangu? Nikitafakari kwa wao, jana nilikuwa naongea na wao, wanasema wamepitia changamoto nyingi za kutosha, na ukiangalia ni kweli. Changamoto zipo, lakini je, utaziangalia changamoto upoteze kile ulichonacho? Kwa hiyo wamenitia moyo kwamba pamoja na changamoto wanaendelea mpaka leo. Okay, madam, tumekuwa tumeona nyimbo zao zinabariki maelfu ya watu na mpaka leo hii zinaishi japokuwa ni miaka 52. Tumeona pia nyimbo zako moja wapo hakika tunaye Mungu mpaka leo hii bado zinadumu na watu wanaendelea kubarikiwa nazo. Ningependa kufahamu nini kuna siri gani, kwamba unajua ni tofauti kabisa na nyimbo ambazo baadhi sasa hivi zinatoka zinakuja zinapotea. Vitu gani ambavyo mlikuwa mnavizingatia labda wakati mnaandaa nyimbo? Ni hivyo nataka kufahamu. Kwa wakati ule kwanza ni time. Je, huu wimbo ninaotaka kuimba huu ndio wakati? Sasa hivi wewe ukilala tu ukiamka kesho unaenda studio. Na ndio maana unakuta inapotea. Lakini wakati huo ambao kila mmoja na staili yake ya kuandaa kitu chake. Kwa upande wangu ninafikiria watu tujikite sana kwenye maombi na kutafuta kuliimba neno
Ukiangalia hata wenzetu hao wameliimba neno sana. Kwa hiyo hadithi sio nyingi. Mtu anamsema Mungu. Tunaye Mungu imekamata na haitakaa itoke kwenye chati. Kwa nini? Nimemsema Mungu jinsi alivyo. Kwa mtu hata kilala kiamka, hata kikutana na jambo lolote anasema tu hakika ninaye Mungu. Na uhakika kwenye ile jambo nitavuka. Nina uhakika kwenye ile jambo sitabahatisha. Unaona? Kwa ule ni wimbo ambao unamfanya mtu aendelee. Sasa ni je, tunaandika kwa hisia zetu ama kile unachopewa na Mungu? Maana kuna ile kuandika kwamba soko sasa hivi linasema 1 2 3. Kwa hiyo ile utasema kulingana na soko. Na soko likifika mahali ule wimbo utadrop. Lakini ukienda kwa lead na muongozo wa Roho Mtakatifu utakuta unashusha vitu direct vinavyotoka kwa Mungu. Lakini zaidi ya yote ni Mungu anatusaidia na neema yake. Baadhi ya waimbaji wa sasa hivi wapi ambapo kuna shida? Yaani sasa mambo ni mengi. Sisi tumejikuta tumegubikwa na wimbi la waimbaji ambao kuna mwingine unakuta hana tababu wa kiroho lakini mwimbaji. Kuna mwingine anaangalia tu ameimba tunaye Mungu, ameimba atawale, ameimba atafanya njia, ameimba vile na mimi naenda studio kesho naenda kuimba, lakini hana misingi thabiti. Unaona? Lakini ukikaa chini ya mababa, kwa mfano mimi kanisa nililokuwa naabudu Sunday school ndio hilo mpaka kesho. Sijawahi kwa makanisa. Sijawahi. Naona unashangaa. Why? Kwa nini? Kwa sababu nataka nitembee kwenye ile misingi, nisitoke. Lakini nikitoka kwenye misingi, nitaanza sasa kuimba shida zangu. Nitaimba stress nilizoziona kule, lakini nitaimba labda furaha niliyoiona kule mbele. Kwa nitakuta ninaimba nyimbo kwa ajili ya season. Wengi wetu sasa hivi tunapoteza direction kwa sababu hatutaki kukaa chini ya maelekezo. Lakini ukitaka kukaa chini ya maelekezo, utapenya. Utapenya Upasta na kututambulisha kanisa. Upasta na kututambulisha kanisa vipi? Upasta na kutambulisha kanisa langu mimi? Bwana. Mimi natokea kanisa la El Shaddai Worship Center ambalo liko Kilimanjaro, mji mdogo wa Boma Ng'ombe. Pale ndiko kwa mchungaji wangu. Na mchungaji wangu anaitwa John Mamuya. Na mimi pale kanisani ni mchungaji wa vijana. Kumbe mchungaji upo. Kidogo. Hapana, ni kwa sababu labda nina ile zili kwa sababu ya uimbaji nikajikuta kama nafikia vijana zaidi. Kwa hiyo hata pale kanisani wakanipa ile idara ya vijana. Tunaomba uwe kwenye idara ya vijana. So niko kwenye namna hiyo. Hii tuongee taratibu, najua kuna mwimbaji labda akiombea mtu mmoja akidondoka basi anatoka panda kufungua kanisa. Je, kanisa salako kama wewe vipi yani kanisa? Hapana, siwezi kukoropoka. Unajua kwamba eti umemwombea tu mtu hivi ukaona amedondoka alafu unaenda kufungua kanisa. Hapana, na ndio maana yanaanza hayaendelei. Kwa hiyo unakuja kukuta sasa bwana wanaanzisha makanisa wanafunga vibanda. Lakini ukitulia na ukasikia kabisa sauti ya Roho Mtakatifu imekwambia kaa chini kula neno. Kweli kuna waimbaji wao mimi nimeona wamekuwa ni wachungaji lakini ukisikiliza neno unasikia hamna. Alipaswa akae kwanza chini ya baba yake wa kiroho. Na baba wa kiroho anaweza kukwambia wewe sasa umeiva, nenda. Lakini ukiona hujaiva usiende. Maidia utafungua kibanda na itakuwa hamna unachokiongea. Alafu pia kitu nimekiona watu wana take advantage kwamba kwa vile mimi ni aniani, nina umaarufu wa aniani, nikiimba watu wananikimbilia. Kwa hiyo nikifungua kanisa watu watafanya nini? Kumbe ni tofauti. Ukifungua kanisa wanaweza wasije kabisa. Madam tupo kule Arusha. Nasikia bwana mialiko kwa baba pale unakuona naye mnaikataa. Kwa nini? Mialiko kwa baba Jode? Mimi pale kwa kweli sijawahi kualikwa. Pale nilishaenda redio, nilipata kipindi redioni, na nilipopata kipindi redioni basi nikaongea vizuri redioni, na baada ya hapo nikapata nafasi ya kwenda kuhudumu, na nikahudumu ni miaka mingi iliyopita. Lakini siwezi kusema eti kwamba nikisikia niende nitaenda, nikisikia nisiende hata bila pale. Kuna maeneo mengine mimi nikialikwa kwa kweli siendi kabisa. Nasikia huku kengele na niambia umeahidiwa ndio pesa nyingi lakini sio mahali sahihi. Kwa hiyo mimi nikisikia huku kuna kataa siendi, nikisikia kuna ruhusu naenda. Bwana Yesu na mimi nataka hela. Na kwa wakati ambao umealikwa ukaenda, kile ambacho ulibarikiwa huku kichoma?
Wewe nawe sasa. Mimi hakuna nilichoahidiwa. Nilifika, waimbaji tu walifurahi, washirika walifurahi kuniona, wakanibariki kwa kile. Ni miaka hiyo kulikuwa hakujawa kama sasa hivi kulivyo. Kwa hivyo na pia siwezi nikasema kwenye yule aliyechoma alijisikiaje akachoma. Hatuwezi jua maana hatuko ndani yake. Kwa hiyo siwezi kumsemea. Yeye mwenyewe anajua ni kwa nini akafanya vile. Japo sasa umeshapokea na umekaa nayo miaka yote unakuja kuchoma leo. Okay. Yani ukitafsiri ina maswali mengi. Kwa hiyo labda yeye mwenyewe atakuwa na majibu yanayojitosheleza why alifanya vile. Kwa wewe mwana Arusha, zile pesa za Arusha zilitoka katika mahali ambapo wewe unatoka. Wewe unanisaa kuchoma pesa za nyumbani kabisa zichomwe kweli kwenye moto? Nani alichoma pesa? Kwanza Goodluck alichoma gari. Unadhani kabisa ile gari ilitoka katika ardhi ya Arusha. Lichomwe na bwana Semeo, nimesikitika, lichomwe kweli. Yule sasa ndio maana nasema siwezi kumsemea, uwezi jua labda alikuwa anakutana na maheka gani. Kwa sababu tayari alichukua na akawa yuko Arusha, mimi nilibaki Arusha. Kwa hivyo siwezi jua yeye alivyokuja huku alipata heka gani ya kumshawishi kufanya kitu cha namna ile. Nafikiri tukimpata tutaelewa zaidi. Inasikitisha. Kwa upande mmoja ama mwingine inasikitisha kwa sababu mahali popote unapoenda ukiwa na Roho Mtakatifu unajua hapa ni sahihi na hapa sio sahihi. Kwa hiyo the way alivyofanya pia siwezi kufungua moyo wangu kusema sana, lakini ina 50-50. Ina 50-50. Huzuni. Huzuni ndio. No, kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu zetu na Yesu yuko ndani yetu, acha tutufurahi kidogo. Chochote kile cha ambacho unatamani kumalizia? Mimi ambacho ningetamani kumalizia, Mungu awabariki sana Bella TV. Mungu awatunze na nyewe wamekuwa sababu pia kutufanya na sisi pia duniani tuendelee kuenea. Lakini pia tunawashukuru pia wale wanaotufuatilia kwenye akaunti zetu za YouTube, Deezer, Spotify, wanatembelea kule, wanatufanya tuendelee kukaa vizuri, tusikose mafuta, tusikae vibaya. Kwa hiyo tunaendelea kuwahimiza watembelee tu kule kwenye akaunti yangu, naitwa Annie Anie. Wakifika pale watanipata, nyimbo zote ziko pale. Ya mialiko pia napokea. Lakini na nyie pia Bella TV nawapenda. Na waalika pia na mimi kwenye tukio langu. Tuongee hapa lini? Hiyo nitakwambia kwenye simu. Okay, kwenye simu. Usinipokee. Pokea kabisa. Ukiacha kupokea umekosa hela. Kwa hiyo pokea. Tunapenda tutapokea mapema sana. Amen. Sawa, tunashukuru sana madam. Tunashukuru sana na nyinyi pia, Mungu awabariki. Amen. Asante.